Karibu katika Mohamed Talk. Leo tutamwangazia hayati Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anakumbukwa na wengi katika jina la heshima kama la Mzee Ruksa. Mwinyi ana nafasi ya kipekee sana katika historia ya Tanzania kama kiongozi aliyeondoa nchi kutoka kwenye mfumo mgumu wa ujamaa na kiuchumi na kuingiza katika soko huria na demokrasia ya vyama vingi. Maisha ya awali na elimu mwaka 1925 mpaka mwaka 1963. Ali Hassan Mwinyi alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1925 katika kijiji cha Kivule wilayani Kisarawe, mkoa wa Pwani, Tanganyika wakati huo. Ingawa alizaliwa bara, wazazi wake walihamia Unguja, Zanzibar akiwa bado mdogo sana, takriban miaka minne. Hivyo alikulia na kusoma Zanzibar, jambo lililomfanya akubalike. Alisoma shule ya msingi na sekondari Zanzibar. Baadaye alijiendeleza kimasomo nchini Uingereza, chuo kikuu cha Durham, na huko alipata stashahada yake ya ualimu. Alifanya kazi kama mwalimu na baadaye mkuu wa chuo cha ualimu Zanzibar, Teacher Training College, na kabla ya kuingia kwenye mambo ya siasa. Mwaka 1964 mpaka mwaka 1984 aliingia kwenye siasa. Baada ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964, Mwinyi aliteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali serikalini. Nyadhifa ya serikalini zilikuwa ni hizi: alihudumu kama katibu mkuu katika Wizara ya Elimu Zanzibar, pia waziri wa Muungano. Mwalimu Nyerere alimvutia na utendaji wake na alimteua kuwa waziri katika serikali ya Muungano. Alishika wizara nyeti kama waziri wa mambo ya ndani. Wakati huo alijiuzuru na kuwajibika kutokana na mauaji ya Shinyanga, kitendo kilichojenga heshima yake ya uwajibikaji. Pia waziri wa maliasili na utalii na kuwa balozi wa Tanzania nchini Misri. 3. Kugeuka kwa mwelekeo mwaka 1984 mpaka mwaka 1985. Nyota ya Mwinyi iling'ara zaidi mwaka 1984. Baada ya kujiuzuru kuwa rais wa Zanzibar Aboud Jumbe kutokana na mgogoro wa kisiasa, kuchafuka kwa hali ya hewa, Mwinyi aliteuliwa kuchukua nafasi hiyo. Makamu wa rais. Kama rais wa Zanzibar, moja kwa moja alikuwa makamu wa rais wa Muungano, chaguo la Nyerere. Wakati Mwalimu Nyerere alipoamua kung'atuka mwaka 1985, alimpendekeza Ali Hassan Mwinyi kuwa mrithi wake, akiamini katika upole, busara na uwezo wake wa kuunganisha watu. Mwaka 1985 mpaka mwaka